Karibu sana mpendwa katika Kristo. Leo tunalo somo zuri kama lilivyoandaliwa na Engineer Matayo Hassani. Nalo linasema, je, ni maswali gani msichana anapaswa kuuliza kabla ya ndoa? Kabla ya kutoa mkono wake kwa ndoa, kila mwanamke anapaswa kujiuliza kama yule anayekaribia kuunganisha hatima yake naye anastahili. Je, rekodi yake ya zamani ni ipi? Je, maisha yake ni safi? Je, upendo anaoonyesha ni wa tabia ya juu na ya kifahari au ni mwingilio wa hisia tu? Je, ana sifa za tabia ambazo zitamfanya afurahi? Je, anaweza kupata amani ya kweli na furaha katika mapenzi yake? Je, ataruhusiwa kudumia utu wake au lazima uamuzi na dhamiri yake itoe mikononi mwa mumewe? Kama mwanafunzi wa Kristo, yeye si mwenyewe, amenunuliwa kwa bei. Je, anaweza kuheshimu madai ya Mwokozi kuwa ya juu zaidi? Je, mwili na roho, mawazo na malengo yatadumishwa safi na takatifu? Maswali haya yana uhusiano mkubwa na ustawi wa kila mwanamke anayeingia katika ndoa. Mtu ajiulize, je, muungano huu utanisaidia kuelekea mbinguni? Je, utaniongezea upendo kwa Mungu? Na je, utanipa nafasi ya kutumika zaidi katika maisha haya? Ikiwa mawazo haya hayana pingamizi, basi kwa woga wa Mungu, endelea mbele. Upendo wa kweli ni mmea unaohitaji uleavu. Mwanamke anayetaka muungano wa amani na furaha, ambaye anataka kuepuka mateso na huzuni ya baadaye, anapaswa kujiuliza kabla ya kutoa mapenzi yake, je, mpenzi wangu ana mama? Je, tabia yake ni ya aina gani? Je, anatambua majukumu yake kwa yeye? Je, anajali matakwa na furaha yake? Kama hana heshima na stahi kwa mama yake, je, ataonyesha heshima na upendo, ukarimu na uangalifu kwa mke wake? Pale ambapo msisimko wa ndoa utakapokwisha, je, atanipenda bado? Je, atakuwa mvumilivu kwa makosa yangu au atakuwa mwenye kukosoa, kutawala na kusimamia? Upendo wa kweli utapuuza makosa mengi. Upendo hautayaona msichana anapaswa kukubali kuwa